Ilikuwa saa 6 usiku. Watu wote walikuwa wamelala. Ghafla nikapokea ujumbe kwa namba nisiyojua. Ikiniambia, "Sasa hivi usiku, lala." Nilijua masiara. Nikaangalia huku na kule. Nikijua tu kuna mtu ambaye yupo karibu labda anichezea, lakini kumbe siku hiyo ilikuwa mbaya sana kwangu mimi. Ghafla tena nikapokea ujumbe ukiniambia, "Sasa hivi mnakesha TikTok tu. Hamtaki nichezee au?" Nilianza kupata hofu mdogo mdogo. Huku niking'aza macho yangu labda nitaona kuna mtu ananichezea nini. Nikarudia tena kutazama ujumbe. Nikaanza kufikiria, hivi ni nani anacheza na akili yangu? Hivi ni nani? Na hii ni namba ya nani ambayo inanichezea hivi? Nilianza kusukuti nikiwaza kuna mtu gani ambaye anachezea akili yangu. Nikatazama huku na kule, nikaanza kuogopa. Ghafla tena nikapokea ujumbe ukiniambia, "Duniani mnafikiria yenu tu, mchana wenu, usiku wenu, si tuende wapi wa shamba nyie." Nilizidi kuogopa zaidi. Ghafla tena nikapokea ujumbe ukiniambia, "Leo nakuja hata ukiwa macho, mshenzi wa tabia wewe." Nilianza kuogopa sana. Mara ilikuwa usiku, watu wote walikuwa wamelala, ilikuwa kimya kimya. Ghafla nikaanza kusikia sauti zisizojulikana, sauti za kiatu zikitembea zikinisogelea. Nilishika kifua, maana moyo wangu ulikuwa unaenda mbio. Nilikuwa naogopa bara. Nilitamani iwe ndoto, maana usiku ulikuwa unatisha. Hivi kweli duniani ndo kuna mambo haya? Maana nilikuwa nasikiaga tu kwamba duniani kuna vitu vingi, kuna vitu vya ajabu. Hivi kweli leo ni kwangu au nimelala naota nini? Mbona sielewi? Ghafla tena nikapokea ujumbe kupitia namba ile ile ukiniambia, "Nipo nyuma yako sasa hivi." Aisee, nilizidi kuogopa zaidi. Nikaanza kukiuka niangalie hivi ni kitu gani ambacho kinanitisha. Aisee, nilijuta kugeuka. Nilijuta kuangalia kile kiumbe, maana kiumbe kilikuwa kinatisha. Sasa kuangalia sehemu ya pili. Nini kilichomkuta huyu kijana?